Karibu tena sehemu ya pili ya GISUNET ambao tunaenda kuongelea siku leo kama kipande cha pili ambacho nilichowaambia ndio tunaendelea hapo leo. Leo tuangalie administration ya GISUNET, lakini tuanzie kwanza upande wa indication. Tunaposema indications, GISUNET administered intravenous or intramuscularly is indicated for the treatment of malaria or severe malaria caused by Plasmodium falciparum in adult and children. Kwa hiyo kazi ya GISUNET either ya 120 mg au ya 60 mg, kazi yake ni kutibu malaria kali ambayo imebase kwa mtoto au kwa na mtu mzima, children and adult. Contraindication ya GISUNET in patient hypersensitivity to SNET, other admissions or artemisinin or any other ingredient of the product. Dosage and administration. For the case of dosage and administration, in adult and children, less than 20 or greater than 20 kilogram, GISUNET is administered at a dose of 2.4 mg of atusnet per kilogram IM or intramuscular injection at 0,12 na 24 hours. Yani haya ni masaa, tunaanzia 0 kwanza hawa, tunakuja 12 hours, alafu tunakuja 24 hours. The once daily until all indications treatment can be substituted. Hiyo ilikuwa ni kwa upande wa adult. Kwa mtoto ambaye ni children ambaye ana less than 20 kg, ni kwamba GISUNET is administered at a dose of 3 mg of atusnet per kilogram body weight by intravenous or intramuscular ambayo tunaita IM injection. Na penyewe tunaanzia at 0 hour, tunakuja 12 hour, alafu tunakuja 24 hours. The once daily lakini until all treatment can be substituted. Hapo nadhani mnakuwa mmenielewa vizuri. GISUNET should be administered for the minimum of 24 hours, 3 doses, regardless of the patient's ability to tolerate oral medication area. Hiyo ni GISUNET 60 injection hadi 1 ml. Sasa hapo tunaanza kuangalia namna gani yapasa kuchanganya hiyo dawa, kwa sababu tunaanzia kwenye 60 mg kama nilivyokuwa nimeelezea awali. Tunaanzia kwamba sasa kwenye hiyo 60 mg tunafanyaje ili mtoto umpatie dawa au ili mtu mzima umpatie dawa, ambao tumesema kwamba ni masaa, tunaanzia 0, tunakuja 12 hours na tunamalizia 24 hours once daily. Sasa basi, kwa mantikio tunapokuwa tunaanza na GISUNET ya 60 mg injection, tunaanza hivi: add 1 ml of the sodium bicarbonate injection BP into the vial containing the atusnet powder. Shake the vial for 2 up to 3 minutes to mix well until they shake the vial for 2 up to 3 minutes to mix well until powder is completely dissolved and the solution is clear. Don't use the solution if it is not clear. Insert sterile needle into the vial and get rid of any air that may be trapped. Hapo sawa?
following constitutions, the sodium must be diluted according to the method of injection as described below. For intravenous injection, IV, tunasema IV, add 5 ml of sodium chloride BP. For injection to the what? To the vial containing the recording injections. Tumesema kwamba katika kesi ya Gisunet ya 60 mg huwa tunaanza na upande mmoja ambao tuna mix ile poda kwa uwezo ambao tumeelekezwa. Kwa ile box ya 60 mg huwa ndani yake kuna chupa mbili ndani yake, ambayo na nyingine ile ya tatu ni vial ambayo ina powder form, alafu ile nyingine huwa ina 1 ml kadogo tu utakaona, alafu kingine pia kana 5 ml. Sasa ile huwa tunaichukua hiyo kwa bomba tofauti za sindano. Bomba unachukua syringe tofauti, una mix, unachukua ile kwanza, una draw 1 ml peke yake, una draw tena ile 5 ml peke yake, alafu unaziweka kwenye ile vial ya ile powder, then una mix. Hapo utakuwa umetengeneza kiasi ambacho kinatakiwa kwenye upande huo. Alafu ukimaliza hapo unasema kwamba withdraw the required volume of artesunate solution from the vial with the syringe and then inject slowly intravenously over 3 up to 40 minutes. Should not be administered an IV drip. Kwa hiyo yani usije ukaiweka kwenye drip eti kwamba eti unaweza atushauri kufanya hivyo. Hiyo inategemea kabisa, usiweke kwenye drip. Hiyo kishaanza kuchanganya ukamix vizuri, unaminject mgonjwa kama ilivyo ada. For intramuscular, add 2 ml for sodium chloride for injection to the vial containing the reconstituted artesunate solution. This will yield 3 ml of solution containing artesunate 20 mg per ml. Shake the mix well, ensuring that the resulting solution is still clear. Withdraw the required volume of artesunate solutions from the vial with a syringe and then inject intramuscularly. Reconstituted solution should be used immediately. Kwa usichelewe kufanya hiyo huduma ambayo inavyotakiwa. Sasa nadhani hapo utakuwa umepata kitu kipya, kwamba hizi dawa mara nyingi huwa zinafanyika kwa procedure. Deal the procedure kali, alafu baada ya hapo utakuja uone matokeo mazuri. Na unatakiwa uwe clearly to the patient, utamtake the history before injecting should be, yani mnakuwa mnaongea, mnatake history pale mara 3, then ndio unakuwa unaminject, sio una inject kimya tu afu bila kumwambia. Just inform the patient before doing anything, and kile unachokifanya utakuwa umwambie mgonjwa. I think hizi unaelewa. Nikiongea hii swala la wale ambao waliosomea afya wanaelewa, yani kuwa karibu na mgonjwa, kuhakikisha kwamba una take care yake vizuri, alafu unamreassure, then uko huduma inaendelea ili aweze kupenda kazi yako hivyo. Asante sana kwa wasikilizaji na watazamaji. Mungu abariki sana. Let's tuone
next period. Tumebakiza kipengele kimoja, part 3, ambayo tutazungumzia masuala ya Gsunet ya 120 mg. Thank you. Mungu awabariki. Bye bye. Penda sana. Subscribe to the channel, like, comment and share the content. God bless you.